Ni muhimu kwa jamii kuweza kutambua kifua kikuu ni nini. Kifua kikuu ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji ambao husababishwa na bakteria ambaye anaitwa Mycobacterium tuberculosis. Ugonjwa huu huweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia njia ya hewa. TB kwa maana ya kifua kikuu inaathiri zaidi mapafu, lakini pia inaweza kuathiri sehemu nyingine za mwili ambazo ni ubongo, uti wa mgongo, mapafu, figo, lakini pia inaweza ikaathiri mifupa. Jamii inabidi iweze kuzitambua dalili za kifua kikuu mapema kwa haraka ili kuweza kupunguza madhara ya kusambaza ugonjwa huu hatari wa kifua kikuu. Dalili za kifua kikuu ni pamoja na kikohozi kinachozidi zaidi ya wiki 2, ambacho kikohozi hicho mtu anapata zaidi nyakati za usiku. Lakini pia mgonjwa wa kifua kikuu anapungua sana uzito kuliko kawaida na kukonda kuliko kawaida. Mgonjwa huyu wa kifua kikuu pia atapata dalili za kupata homa hasa nyakati za jioni. Mgonjwa atapata dalili za kutokwa na jasho jingi isivyo kawaida hasa nyakati za usiku. Mgonjwa wa kifua kikuu atapata kikohozi. Kikohozi hicho kinaweza kuwa kikohozi kikavu kwa maana ya kitoi makohozi, kinaweza kuwa kikohozi ambacho kinatoa makohozi, lakini pia kinaweza kuwa kikohozi ambacho kinatoa damu. Dalili hizo zinaweza kumpata mtu mzima, lakini pia kifua kikuu anaweza kupata mtoto. Mtoto utaona mtoto haongezeki uzito, mtoto anapata homa za mara kwa mara, mtoto anakuwa analia mara nyingi pasipo kuwa na sababu ya msingi, mtoto anakuwa hapati hamu kula chakula vizuri, mtoto anakuwa dhoofu, hachezi vizuri na wenzie. Unapoziona hizo dalili, uwahi mara moja katika kituo cha kutolea huduma. Huu husababishwa na bakteria ambaye anaitwa Mycobacterium tuberculosis, na kifua kikuu huambukizwa kupitia njia ya hewa. Hivyo ili kuweza kujikinga na kutopata maambukizi ya kifua kikuu, ni vyema jamii ikatambua kuwa mtu anapokohoa ni vyema akaziba mdomo. Wakati wa kukohoa anaweza akatumia mikono au akatumia kiwiko kwa maana ya kujiziba hivi. Lakini vile vile tunapaswa kuosha mikono mara kwa mara kwa maji yanayotiririka. Tunapaswa kuepuka misongamano isiyo ya lazima. Tunapaswa kukaa sehemu ambayo kuna mzunguko wa hewa mzuri, kwa maana ya milango na madirisha inapaswa kuwa wazi. Mara tu mtu anapohisi dalili moja ya kifua kikuu, ni vyema kuwahi kituo cha kutolea huduma ili mtu aweze kuepuka kusambaza ugonjwa huu kwa jamii. Ni vyema mtu ambaye anaanza dawa baada ya kugundulika na kifua kikuu, ni vyema aweze kumaliza matibabu, kwa sababu mtu asipomaliza matibabu anaweza akaendeleza kusambaza ugonjwa kwa watu wengine, lakini pia anaweza akaleta TB sugu kutokana na kutumia dawa vizuri. Lakini pia mtoto akizaliwa inabidi apate chanjo ya BCG ambayo itaweza kuimarisha kinga yake kuweza kuepukana na hicho kifua kikuu. Lakini tunashauri jamii iweze kupata mlo kamili
ili kuweza kuimarisha kinga za mwili. Wito wangu kwa jamii kuhusu huu ugonjwa wa kifua kikuu, kwanza jamii inabidi itambue kwamba mara tu mtu anapopata dalili moja ya kifua kikuu aende katika kituo cha kutolea huduma, kiwe cha serikali, kiwe cha binafsi. Matibabu ya kifua kikuu ni bure. Serikali imeweza kuwezesha matibabu ya kifua kikuu ambayo yakawa bure kwa kila mmoja ili tuweze kupambana na ugonjwa huu. Lakini pia zipo imani potofu za kwamba kifua kikuu ni ugonjwa, ni maradhi ya kurithi au kurogwa, kutokana na imani potofu. Yote hayo kutokana na baadhi ya dalili ambazo kupata homa usiku, kupata joto usiku. Jamii iweze kuelewa kwamba ugonjwa huu si wa kurogwa wala kurithi. Ugonjwa huu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria. Ni maradhi kama maradhi mengine, yanatibika kama yanavyotibika magonjwa mengine. Ni muhimu kuweza kuwahi. Lakini pia zipo imani kwa jamii kwamba mgonjwa wa kifua kikuu anakuwa na maambukizi ya ukimwi. La hasha. Sio kila mgonjwa wa kifua kikuu ana maambukizi ya ukimwi, na sio kila mgonjwa mwenye maambukizi ya ukimwi ana kifua kikuu.